na Mama Maria, uliye mwombezi wetu sisi wanao wa dunia. Kwa ajili ya kupendeza, ni siku njema, siku yenye baraka. Jua limekwisha chomoza, amsha wote waliolala. Heri na hiari tunashukuru. Ndani Baba na watoto wa milele, mkate wa mbinguni, shibisha roho zetu. Yesu Mwokozi kashuka chini kwetu, tukampokee. Ekaristia ni chakula, chakula cha uzima wa milele, mkate wa mbinguni, shibisha roho zetu. Ekaristia ni chakula, chakula cha uzima wa milele, mkate wa mbinguni, shibisha roho zetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Mungu, watoto wazuri ambao mnapendeza, mnametameta, tumsifu Yesu Kristo. Kwa namna ya pekee leo tunao watoto watatu ambao wanafunguliwa mara ya kwanza katika sakramenti ya ubatizo. Tuwapigie makofi watoto wote. Lakini vile vile tunao watoto 46 ambao kwa mara ya kwanza watampokea Yesu wa Ekaristi. Tuwapigie watoto hao makofi jamani. Wamependeza, hawajapendeza? Wengine wamevaa skuna, wengine wamevaa kokoko na waona hata kadogo kanacheka hapa mbele. Kristo Mungu aendelee kutujalia sisi wana De Paul, familia ya De Paul, ili tuweze kukua katika imani ambayo watoto hawa wale watakaobatizwa
lakini vile vile hawa ambao wanampokea Yesu wa Ekaristi waendelee kumtukuza na kumshukuru Mungu katika maisha yao. Mwenyezi Mungu atubariki familia yetu ya De Paul ili tuweze kudumu katika imani, kumpenda Mungu, na wazazi kuwasaidia watoto wao waweze kuwa katika imani ambayo watoto wao sasa wamempenda Mungu na wamemchagua Mungu. Lakini kwa vile sisi ni wadhambi na tunahitaji toba kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tujute kwanza makosa yetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
kutuachia ukumbusho mateso yako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba tujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate daima neema ya ukombozi wako ndani yetu. Unaishi na kutawala nawe pamoja na Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Melkizedeki mfalme wa Salemu alileta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa kwanza aliye juu sana. Alimbariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Mungu mbingu na nchi ahimidiwe, Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zake mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Hilo ndilo neno la Bwana. Ndiwe kuhani hata milele wa mfano wa Melkizedeki. Keti mkono wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Ndiwe kuhani hata milele, hata milele. Ndiwe kuhani hata milele, hata milele. Kwa mfano wa
tokea tumbo la asubuhi, unao umande wa ujana wako. Ndiwe kuhani hata milele, hata milele. Ndiwe kuhani hata milele, hata milele. Kwa mfano wa Melkizedeki, kwa mfano wa Melkizedeki. Bwana ameapa wala hataghairi. Ndiwe kuhani hata milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho. Mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana. Chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Bwana awe nanyi.
Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 11 mpaka ya 17. Makutano walimfuata Yesu, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa, na jua likaanza kushuka. Wakamwendea wale tenashara, wakamwambia, uwage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula? Kwa kuwa wanaume walikuwako walipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyowabakia walikusanya vikapu 12. Neno la Bwana. Mungu ni mwema kila wakati. Herini sana kwa sikukuu yenu watoto. Tumuitikie sasa. Leo ni sikukuu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hao Wakristo wetu ambao tuliwalea wakiwa wadogo, tukiwashikia imani yao, leo sasa tunawaachia imani yao, kwamba tumejiridhisha wamekamilika sasa kwa ajili ya kuanza sasa kumuishi Kristo wao peke yao. Lakini hatujamaliza, inabidi tuwasindikize. Tunapowaona katika maumbo ya kibinadamu, tunaona kama ni watoto wadogo, lakini katika imani ni Wakristo wazima ambao sasa kanisa limewapitisha na kuwaruhusu waweze kumpokea Kristo. Kwa hiyo leo watoto hawa wataandika historia katika maisha yao, kwa mara ya kwanza kumpokea Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Maana yake sasa ninyi ambao leo mnampokea Yesu, inatakiwa sasa iwe siri yenu kuitunza siri ya Kristo. Sio sasa rafiki zenu wanawauliza, yule mliyepokea testi yake ikoje? Halafu wewe unaanza kumsimulia, nilisikia kachachu fulani, nilisikia kautamu fulani. Maana yake utakuwa na kufuru. Umenielewa watoto? Sasa hivi mtu yeyote akikuuliza kuhusu mwili wa Kristo, inabaki ni siri yako. Kama hajabatizwa, mwambie jifunze ubatizwe, alafu wewe utapokea, utasikia peke yako. Na ukiona kwamba hizo sentensi hauna za kumweleza, bora unyamaze. Sawa? Bora ufanye nini? Unyamaze. Ukiongea ukamsimulia hali ilivyo, testi unayoisikia, maana yake wewe ni motoni moja kwa moja. Yaani hilo wewe tunza kwenye moyo wako, ni motoni moja kwa moja. Useme padre aliniambia, nikikwambia siri hii, ni motoni moja kwa moja. Kwa hiyo siri tunza mpaka unakufanana. Sawa? Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni upendo wa Yesu kwetu sisi. Alijibakiza katika maumbo hayo ili aonyeshe ni namna gani anatupenda upeo. Ndio maana aliamua kutufia sisi. Ekaristi Takatifu tunapoipokea, kuna mambo matatu wa Kristo wenzangu tunatakiwa kuyafanya. Cha kwanza, ni lazima tuwe katika hali ya neema ya utakaso.
ni lazima tuwe katika hali ya neema ya utakaso. Hii neema ya utakaso tunaipataje? Ni lazima tufanye kitubio mara kwa mara. Ndio maana watoto hawa jana walifanya kitubio kabla hawajampokea Yesu. Maana yake Yesu hawezi kukaa kwa watu wenye visirani. Yesu hawezi kukaa kwa watu wenye hasira. Niliwaambia jana, Yesu hakai kwa mtu muongo. Yesu hakai kwa mtu mwizi. Yesu hakai kwa mtu ambaye ni mkaidi. Wale wote ambao mlikuwa mnawakaidi wazazi wenu, kuanzia sasa inabidi ubadilike. Kwa sababu sasa hivi wewe sio tena nusu mpagani, nusu Mkristo. Sasa hivi ni Mkristo aliyekamilika. Tunaelewana? Kama ulikuwa usikii nyumbani, ulikuwa uelewi, baba yako akikwambia hili na kaidi, unaongea mambo ya ajabu, unatukana wenzako, kuanzia sasa unatakiwa uache. Wewe sasa ni mtoto wa Mungu aliyekamilika. Maana yake ukimpokea Yesu huyu katika hali ya dhambi hiyo, unakula kufuru na unatengeneza njia ya kwenda moto wa milele. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunapompokea Yesu tuwe katika hali ya usafi wa moyo. Yesu anakaa kwenye amani, Yesu anakaa kwenye upendo, Yesu anakaa kwenye uadilifu na uaminifu, Yesu anakaa kwenye ukweli. Kwa hiyo kuanzia sasa mjifunze hivyo. Jambo la pili, kabla tujampokea Yesu huyu, ni lazima tuwe na imani. Unapokuwa na imani kwamba unaopokea sio hostia, sio mkate, ni Yesu mwenyewe aliye hai. Na ndio maana Ekaristi Takatifu ni mwili na damu ya Kristo aliye hai, Mungu mwanadamu aliyekaa katika maungo hayo. Ni lazima tuamini hivyo. Na tunapoamini hivyo, unaponyanyuka kutoka kwenye kiti chako kwanza, sasa unaenda kumpokea Kristo, unajua kabisa huyu naye kuenda kumpokea ni Yesu mwenyewe. Sio tuna mkate huu tunaouona hapa, ni Yesu. Unapoyaamini hayo, kuna neema nyingi sana tunazozipata sisi wa Kristo. Neema ya kwanza tunayoipata, maana yake tunaichukia dhambi. Tunapompokea Yesu katika hali ya neema hiyo ya imani kwamba ni Yesu mwenyewe, mwili wake tunaopokea katika mioyo yetu, tunapata neema ya kuikataa nini? Dhambi na kuichukia dhambi. Unajua dhambi ni nzuri sana wakusoza. Dhambi isingekuwa nzuri sana, tusingekuwa tunaitenda mara kwa mara. Ndio maana tunarudia kutenda dhambi kila wakati kwa sababu ni nzuri. Sasa tunapompokea Yesu katika hali ya neema hiyo ya imani kwamba tunampokea yeye mwenyewe katika mioyo yetu, katika mwili wetu, maana yake tunaichukia hiyo dhambi ambayo ni nzuri, tunairudia kuitenda mara kwa mara. Neema nyingine tunayoipata katika kumpokea Yesu, maana yake tunaongeza bidii ya kutenda mema. Unanielewa watoto? Sasa hivi mtakapokuwa mnampokea Yesu kila wakati, mnaongeza bidii ya kuendelea kutenda mema. Mtaacha kutenda dhambi kwa sababu mtaichukia dhambi. Mtaelewa kwamba Yesu mnayempokea ndio yuko katika nafsi yenu nyinyi wenyewe. Kwa hiyo ni lazima mfahamu hilo na mlitunze kwenye mioyo yenu na mtembee nalo kila wakati wote. Na jambo la tatu ambalo tunatakiwa kabla tujampokea Yesu huyo Ekaristi, ni lazima tumpokee katika hali ya uchaji. Hali ya uchaji. Naposema hali ya uchaji, jana mlipokuwa mnakuja kuungama, mikono yenu mliweka hivi, si ndio? Mnakumbuka? Mikono yenu mliweka hivi, na mwingine akaniuliza, baba, kwa hiyo niende nikiwa nimeweka hivi ili nikimaliza kusali sala ya malipizi ndio niache? Nikamwambia ndio. Kwa nini tunaweka mikono hivyo? Kwa sababu ni unyenyekevu. Sawa? Huyu tunayempokea sio wa kawaida, sio kama tunavyomfikiria, sio wa kawaida. Maana yake ni lazima tuwe katika hali ya uchaji, unyenyekevu. Sio tunaenda kumpokea Yesu, unanyanyuka kwenye kiti chako, unatembea kama vile unaenda sokoni. Mikono unarusha huku na huku, alafu unakuja unampokea, unakata kona, unarudi kwenda kukaa. Alafu naanza kuangalia na kushika shauri. Unanielewa? Kuanzia sasa unapoenda kumpokea Yesu, unaenda katika hali ya unyenyekevu. Unaenda katika hali ya unyenyekevu. Usimpokee Yesu namna unavyofikiria wewe mwenyewe, kwa sababu nampokea Yesu mwenyewe. Ni lazima tujitahidi kuyaishi hayo. Tusipoyaishi hayo, maana yake Kristo wetu utakuwa ni wa magumashi tu ya uongo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo,
Mbona siku zingine sisi tunapokea mwili tu? Mbona damu sisi padri ndio anakunywa tu? Na nyinyi mtaanza kujiuliza, mbona siku ile ya komunyo pale ya kwanza padri alitupatia? Mbona leo anakunywa yeye peke yake? Ni maswali ambayo wanaulizwa Wakristo wengi wanajiuliza, lakini wanashindwa sehemu ya kwenda kufanya nini? Ya kwenda kuyauliza. Majibu ni kwamba hakuna mwili ambao hauna damu. Unanielewa Wakristo zangu? Nyinyi Wakristo mnanielewa? Hakuna mwili ambao hauna nini? Hauna damu. Mwili ni lazima uwe na nini? Na damu. Kwa hiyo mnampokea Yesu katika mwili huo wa maumbo ya mkate, maana yake mnapokea na damu ya Yesu. Sasa unaniuliza, mbona sasa wewe unakunywa ile damu? Tunapoangalia safari ya Yesu ya mateso, alimwaga damu mara 5. Si ndio? Alimwaga damu mara ngapi? Mara 5. Damu ya kwanza iliyodondoka kutoka kwa Yesu ni pale ambapo alikuwa kwenye bustani ya Getsemani, akatoka jasho la damu. Wewe ulishawahi kutoa jasho la damu? Wakristo wenzangu mlioko hapa na nini, ulishawahi kutoa jasho la damu? Lakini Yesu katika uchungu na maumivu makali alivuja jasho la nini? La damu. Ile damu ilimwagika. Damu ya pili iliyomwagika kwa Yesu ni wakati anapewa nini? Taji la miiba kichwani. Mlishaona picha ya Yesu ambaye amewekewa taji la miiba? Maana yake ile miiba ilichoma, damu ikatiririka na ikadondoka. Hiyo ni ya pili ambayo ilifanya nini? Ilimwagika. Ya tatu ambayo ilimwagika kutoka kwa Yesu ni wakati anapigwa viboko. Yesu alipigwa viboko vya kutosha. Na ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Na hakuwa lazima apigwe kwa sababu hakuwa na dhambi yoyote. Mimi na wewe ndio tulikufanya dhambi, Yesu akaja kupigwa viboko. Na alitoka damu ya kutosha, kamwagika. Na nyingine ya 4 ambayo ilitoka kwa Yesu kamwagika chini ni wakati anapigwa misumari kwenye msalaba. Damu ilimwagika chini ya kutosha. Na ya mwisho na ya 5 ambayo ilitoka ni wakati amechomwa mkuki kwenye ubavu wake, si ndio? Ilitoka damu na nini? Na maji. Sasa ile damu hadi ambayo anainywa ni ambayo ilizolewa na kikombe. Nitasema ni maigizo, sio maigizo. Wakati Yesu anamwambia mama yake pale msalabani, mama tazama mwanao. Yohane tazama mama yako. Maana yake Mariamu alikuwa msalabani kukinga damu na kutupatia kwa ajili ya fanya nini? Ya kuendelea kuitolea kwa watu. Kwa hiyo usiulize maswali, kwa nini padri ndiye anakunywa hiyo damu tu? Nimekueleza anakunywa damu iliyomwagika ikazolewa kwenye kikombe kile. Ndio maana tunakinyanyua kila wakati. Na leo hii utakapoenda kwenye misa, padri akakomunisha zile sakramenti zikaisha, ikabaki damu tu. Atakapokupea ile damu kanywa, atakwambia damu ya Kristo. Maana yake pale katika damu ile kuna mwili na kuna damu pamoja. Hilo ni swala la imani. Mnanielewa Kristo wenzangu? Mnanielewa vizuri? Hilo ni swala la nini? La kiimani. Kama hauna imani, hiyo uwezo kuyatunza wala kuyaweka moyoni mwako. Sasa leo hii tunakuuliza, unapokuja kukomunika hapa, ni lazima nikuulize mwili wa Kristo mnasemaje? Kwa mfano leo mtaambiwa mwili na damu ya Kristo. Mtaitikiaje? Kwa sauti kubwa. Amina. Leo mtasema amina. Kwa nini amina? Mtauliza padri, kwa nini tunasema amina? Tunasema amina kwa sababu nakubali huu ni mwili na damu ya nani? Ya Kristo. Hii sio mkate. Hii sio hostia. Ndio maana ni lazima nihakikisha nimekukazia macho. Usiposema amina, maana yake sitakupatia. Nakwambia wewe hauamini kama unampokea Yesu. Unajua kwamba unapokea mkate tu. Kwa hiyo amina ile ni kweli ninapokea mwili na damu ya nani? Ya Kristo. Ndio maana nasema ndio. Nasema mwili wa Kristo, kwa lugha nyingine tunasema ndio. Ndio maana ya amina. Sawa? Kwa hiyo msio mnajiuliza kwa nini anasema amina. Sasa tusikufuru. Tusikufuru. Ndio maana kanisa linatufundisha kwamba muda wote tunapompokea Yesu ni lazima tumpokee mdomoni. Kwa sababu wengine wanakufuru
wanapokea mkononi, alafu kuna chembe chembe zinabaki, wanajipanguza. Ni kosa kubwa sana, na ndio maana kanisa linakwambia ukifanya hivi, unapokuja kumgoma papadi kwamba nilifanya hivyo nikampanguza Yesu, sikumtaka, nikampanguza kwenye nguo yangu akapotea, hadi anakuambia uandike barua, atakupa anwani ya Baba Mtakatifu, upeleke yeye atakayekuandalia hiyo kama. Sio kitu rahisi. Na nielewa, sio kitu. Kwa hiyo sasa mmeingia kwenye maisha ambayo si ya mchezo. Sio maisha ya nini? Ya mchezo. Ni lazima msimame imara. Ndio maana kanisa limewaamini sasa, likawaambia mmekomaa. Kiimani mmekomaa, sawa? Nyinyi sio tena watoto. Nyinyi ni Wakristo mliokomaa. Kwa hiyo ni lazima muone kwamba majukumu sasa mnayoyaendea sio marahisi. Ni majukumu ambayo ni mazito. Ni lazima myatunze. Ni lazima mheshimu Kristo. Kwa hiyo tukiyaishi hayo yote, maana yake kweli utaelekea utakatifu tunaotafuta. Kwa maana leo anapewa na yeye sakramenti ya kufunguliwa mlango sasa wa kupokea sakramenti zingine za kanisa. Tuendelee kumpa moyo na kuendelea kumuombea, tumtunze na yeye akue katika imani. Kwa hiyo narudia tena Wakristo wenzangu, hawa ndugu hawa muendelee kuwahamasisha watambue ni nini wanakipokea na ni nini wanapaswa kuishi. Kama wewe ulikuwa mkorofi, kuanzia sasa hata ukorofi. Ni lazima uonyeshe utofauti sasa. Wewe sio tena mtu wa kawaida. Wewe sasa ni mtoto wa Mungu aliyekamilika. Ishini hiyo. Mkiyaishi hayo, mbingu ni ya kweli na mtaenda kuishi mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Msimamizi wa hatua inayofuata ni hatua ya ubatizo. Tuitwa kama nilisema mwanzoni, nitawahoji wazazi na wasimamizi. Mnawaombea nini watoto wenu katika kanisa la Mungu? Wajibu wa wazazi ni kuwafundisha watoto wao imani, wapate kushika amri za Mungu na kuwapenda binadamu wenzao kama Kristo alivyotufundisha. Je, ninyi wazazi na wasimamizi mwafahamu wajibu huo? Nanyi wasimamizi, je, mko tayari kuwasaidia wazazi na watoto hawa katika wajibu huo? Wanangu, jamii ya Wakristo inawapokea ninyi kwa ishara kubwa, nami nawatia ishara ya msalaba kwa jina lake. Nanyi wazazi na wasimamizi, watieni watoto wenu ishara ya msalaba wa Kristo Mwokozi katika paji la uso. Ndugu zangu, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo awashushie rehema zake watoto hao watakaopata neema ya ubatizo, wazazi wao na wasimamizi wote waliobatizwa. Tusimame kwa ajili ya maombi wote. Kwa fumbo takatifu la kifo na ufuko, upende kuwajalia watoto hawa uzima mpya kwa ubatizo
na kuwakusanya katika kanisa lako takatifu. E Bwana, tutaitikia twakuomba utusikie. Kwa ubatizo na kipaimara upende kuwafanya wawe wafuasi wako waaminifu na mashahidi wa Injili yako. E Bwana, kwa utakatifu wa maisha yao upende kuwafikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. E Bwana, upende kuwafanya wazazi na wasimamizi hawa wawe mfano mwema wa imani kwa watoto wao. E Bwana, upende kuwahifadhi daima jamaa zao katika upendo wako. Upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo. E Bwana. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee. Mtakatifu Yosefu, watakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro na Paulo, watakatifu walinzi wa majina ya watoto wetu, watakatifu wote wa Mungu. E Mungu mwenye milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kumfukuza ndani yetu nguvu ya Shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ajabu wa nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili watoto hao watakaotolewa dhambi ya asili wafanye hekalu la utukufu wako, na Roho Mtakatifu apende kukaa ndani yao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Iwakinge nguvu ya Kristo na watie alama kwa mafuta ya wokovu kwa huyo Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala daima na milele. Tuandae kifua chake. Ndugu zangu, tumwombe Bwana Mungu Mwenyezi awatie watoto hawa kwa maji na Roho Mtakatifu. Kumkataa Shetani na kuungama imani. Ndugu zangu, wazazi na wasimamizi, watoto mliowaleta karibu watapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi ninyi jitahidini kuwalea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yao siku kwa siku. Basi iwapo imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ya kanisa wanaobatizwa watoto wenu. Mwamkataa Shetani na mambo yake yote na fahari zake zote. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa milele na uzima wa milele. Hiyo ndio imani ya kanisa, naye una fahari kuungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Wote tutaitikia amina. Mwataka watoto hao wapate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi.
Padri na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Eleanor na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kenneth na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliwaokoa watoto hawa katika dhambi na akawapa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Mnapakwa sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili muunganike na taifa lake. Muendelee kuwa viungo vya Kristo, kuhani, nabii na mfalme, hadi mpate uzima wa milele mbinguni. Watoto, mmekuwa sasa viumbe vipya kwa kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chenu, nanyi mkisaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani zenu, mkafikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Wote tuitikie amina. Pokeeni mwanga wa Kristo. Nanyi wazazi na wasimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kulinda. Msaidie watoto hawa watembee daima kama watoto wa nuru, wadumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni watoto hawa pamoja na watakatifu wote waweze kumlaki Bwana. Bwana Yesu aliwafanya viziwi wasikie na bubu waseme. Akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa midomo imani ya Kikristo. Kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba, wote tutaitikia amina. Ndugu zangu, watoto hawa walizaliwa upya kwa ubatizo na sasa wanaitwa watoto wa Mungu, nao kweli ni watoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye watapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu watapokea Bwana aliyetolea sadaka. Sasa kwa jina la hawa watoto tunawaombea, na sasa hawa wamekuwa rasmi, wameingizwa rasmi katika kanisa la Kristo. Tuwashangilie kwa makofi na nderemo. Tuendelee na matoleo sadaka.
tunakushukuru kwa zawadi ya mapaji haya watoto wao. Bariki mapaji waliokutolea, ubariki kazi ya mikono yao, wazazi wao, na ubariki wazazi wao, biashara zao, afya na watoto hao, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sali ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubarike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba kwa wema wako ulijalie kanisa lako neema ya umoja na amani, kwa maana umoja na amani huonyeshwa kwa fumbo katika dhabihu hizi tunazokutolea. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi.
tutakushukuru daima na popote. Ee Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ndiwe kuhani wa milele, alianzisha sadaka hii ya daima. Ndiye wa kwanza aliyejitoa mwenyewe kwa sadaka ya wokovu, akatuamuru tuitoe kwa kumkumbuka yeye. Tunapata nguvu tulapo mwili wake uliotolewa sadaka kwa ajili yetu. Tunatakaswa tuinyapo damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Ee Bwana, kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ili toka maawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo,
aliyetuamuru tuazimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe na alishukuru, alibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni. Na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Jalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, na mitume wako wenye heri mashahidi na mashahidi wako watukufu, na Mtakatifu Vicente wa Paulo na Mtakatifu Luisa wa Malaka, wasimamizi wa shirika letu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada na maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Pende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo 14 na askofu wetu Stefano Msomba, pamoja na maaskofu wote, wakleru wote na watu wote wanaowafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala ya jamaa hii hapa iliyowapa mbele yako. Bwana uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huu, ili pamoja tushibishe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu neema yote. yake ya kimungu tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu.
Tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, napotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele.
tujaze furaha isiyo na mwisho ya kutazama umungu wako. Tunakuomba ishara ya furaha hiyo duniani katika kupokea mwili na damu yako takatifu, unaishi na kutawala milele na milele. Tuketi. Tumaini letu. Na mshukuru Padre Paulo Senso kwa kuwafundisha watoto vizuri na kuwaelekeza hatua zote na kufahamu kwa nini wengine wanapokea wakati mwingine maumbo ya mkate tu na sisi mapadre tunapokea vyote viwili. Lakini vile vile naamini wengi mlikuwa hamfahamu hayo. Kile ninachotaka kusisitiza ni kwamba tuwasaidie watoto hawa ambao sasa, wale ambao wamepata ubatizo, lakini vile vile hao wengine ambao sasa wamempokea Yesu kwa mara ya kwanza katika maumbo ya mkate na divai, ili waweze kukua na kuendelea kuenenda katika imani ya Kikristo Ukatoliki wetu. Tuwapigie watoto makofi. Wengine jana kabla ya kuungama walikuwa na hofu kubwa. Walikuwa na hofu kwa kweli kubwa kabla ya kuungama, na baada ya kuungama walikimbia kwa mwalimu wao sister, wakasema kwamba we feel now we are very comfortable. Nikamwambia kwa sababu zamani walikuwa na dhambi, ndio maana walikuwa wanajisikia wazito. We feel we are comfortable now sister. Nikamwambia kwamba kwa sababu walikuwa na dhambi na baadaye wameungama, ndio maana wanajisikia wameji-ease themselves. Ndio? Sio wanangu? Wengine walikuwa wanajiona kama mbeba mzigo wa gunia hivi, wanatembea wanashindwa, sio? Lakini baadaye baada ya kuungama wakawa wepesi kama ndege wanaotaka kuruka angani. Walienda kumwambia sister, mimi aliniambia siri sister. Kuna wachache walioenda kumwambia hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Kwa hiyo mnaweza mkaona watoto wazuri. Ukiwa na dhambi unajisikia mzito, sio? Ukiwa na dhambi unajisikia mzito. Kisha ungama unajisikia mwepesi, sio? Kwa hiyo kabla ya kumpokea Yesu wa Ekaristi, ukijiuliza moyoni mwako na ukaona kwamba kuna dhambi kubwa, usiende kumpokea Yesu wa Ekaristi. Sawa jamani? Kwanza inabidi kufanya nini? Kuungama. Nafikiri tupo ndani ya ratiba kabisa. Saizi tutapata baraka na baadaye tutaendelea na gathering yetu ya pamoja. Sasa tutawaacha hapa kidogo watu watengeneze mazingira ili tuweze kukaa pamoja, tuweze kushiriki kwa pamoja. Watoto hawa huwa wanapewa zawadi jamani. Nijisahau kidogo. Mbona mjanikumbusha wanangu? Wanapewa zawadi watoto hawa. Kabla hatujawabariki, tunawapa zawadi ya vyeti ambavyo vitaonyesha kwamba wamepata komunio ya kwanza. Wapi, tarehe ngapi, nani aliyowapatia. Sawa kwa hiyo kuna vyeti, lakini vile vile tuliwaandalia zawadi ndogo ambayo kila mmoja wetu atapata. Kwa hiyo tutazibariki zawadi hizo, na baadaye kadiri ya walimu, katekista na vile vile sister walivyoandaa watoto, basi watakuja hapa mbele kuzipokea hizo zawadi zao. Na baada ya hapo tutapata baraka. Tukipata baraka, mwishoni tutakuwa na zile picha 3 ambazo MC ametuambia. Naomba tutetee vitu. Tusimame wote. Msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Mwenyezi Mungu, wewe wavitakatifuza vitu vyote kwa njia ya neno wako, tunakuomba ushushe baraka zako katika vyeti hivi, lakini vivyo katika rozari takatifu ambazo kila mtoto ataposimama na kusali akimwomba Mama Bikira Maria apate mastahili na neema anazozihitaji. Kwa jina la Baba
na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Naomba sasa wanakwaya wimbo, tutawagawia watoto vyeti vyao. Tiffany Henry Victor,
Bethany de Gracias Marile Milai. Joshua Robert Asere. Catherine Upendo Ezekiel Joakim. Catherine Upendo. Lightness Carl Soy. Emilia Kelvin Kabingula. Emilia. Frida Kirwini Wakislausi. Anthony Pilsi Moya. Kennedy Michael. Viola Juliani Kursi. Aya Didasi Lelo. Aya Nicole Rafaeli Tutti. Bethany Eliasi Haki. Bethany Bwana awe nanyi. Mungu wa faraja yote azipange siku zenu katika amani yake na wajalie mapaji ya baraka yake. Awaepushe daima na mahangaiko yote na kuithibitisha mioyo yenu katika upendo wake. Na wajaze mapaji ya imani, matumaini na mapendo, ili mpate kuishi maisha haya mkiwa na juhudi katika kazi na mfike kwa furaha katika uzima wa milele. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Tumtukuze Bwana. Tuje kwa ajili ya picha.